Karibu tuangalie kuhusiana na variables. Kwa variable tunasema ni container for storing data values. Kwa kama tukitaka kuzitunza data zetu au information ambazo tunakuwa nazo au taarifa ambazo tunakuwa nazo ambazo ni C++, tunakuwa tunazitunza kwenye variables. Kwa variables zenyewe ndo zinakuwa zinatunza hizo taarifa. Tunaona mfano wake. Hizi ni examples za variables. Kwamba variable katika C++ hizi ambazo tunakuwa tunatumia int inakuwa ina store integers. Kwa kama tukitaka tutunze namba nzima ambayo ndio integers, tunasema tunakuwa tunatumia this int. Kwa int inakuwa inatumika kutunza namba. Kwa mfano namba zinaweza kuwa ni positive au zinaweza kuwa ni negative. As an example kuna 10, negative 20, 400 na etc. Kwa mfano kama hapa una age, una miaka au una idadi ya vitu, kwa mfano unataka utunze, tunakuwa tunatumia integers. Then kuna nyingine ambayo ni char, ambayo tunasema yenyewe inatumika kustore characters. It store characters such as a, x. Kwa hizi tunakuwa tunatumia hizi alphabetical a, b, c, d, e, f, g lese mpaka z, lakini na kuna baadhi ya signs labda kujumlisha, kutoa, tukitaka tuzitunze tunakuwa tunatumia these characters. Lakini kuna kinyume cha int ambayo tunasema ni double. It stores decimal numbers. Kwa hiyo kama tunataka tutunze namba ambazo ni desimali, isi 40.56, 56.89, 5.4, kwa tunakuwa na kadhalika, tunakuwa tunatumia double. Kwa hiyo data zako zote ambazo ziko katika namna ya desimali tunakuwa tunatumia this double. Lakini kuna strings ambayo tunasema it store text. Kwa hiyo ni muunganiko wa character. Kwa character ikiwa zaidi ya moja, kwa mfano hata majina yetu, kwa mfano lesi Alex au mambo, tunasema sentence hizi inakuwa ni muunganiko wa nini, wa character. Kwa mfano kwenye mambo kuna m ambayo ni character ya kwanza, kuna character ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano. Kwa hiyo ina maana huu muunganiko wote tunasema this is a strings. Kwa mfano Alex labda jina la kitu, tunasema ni character pekee yake kisimama, L ni character, E ni character na X ni character. Lakini kuna nyingine ambayo tunasema ni bool, au tunasema inakuwa ni boolean. It stores two statement, true or false. Kwa hiyo tunatunza value mbili tu, yes au no, hapana au ndio. Kwa kama tukitaka tutunze kitu ambacho chenye thamani tu mbili, tunakuwa tunatumia bool statement ambayo ni bool. Then kuna rules of naming variables. Kwa mfano tukiwa tunatumia int, tunakuwa tunatumia int with a name ndani yake ambayo inakuwa inafuata. Kwa hiyo int kuna namba fulani. Kama kule tulikuwa tunasema let's say x ni sawa na ngapi? X ni sawa na kama tulikuwa tunasema let's say x ni sawa na 4. Kwa hapo tunakuwa tunasema kama hii ni integers, tunakuwa tuna mwanzo hapa lazima tuweke int. Kwa hiyo tunaweza kusema int let's say x ni sawa na 4. Kwa hiyo hii x hii hapa inakuwa inasimama kwa jina la variables. Hii x inakuwa inasimama kwa jina la variable. Kwa hiyo tunaweza kusema char, tukasema char kitu fulani then ni sawa na some value. Kwa hiyo hii ndo variable ambayo tunakuwa tunaizungumza, ambayo tutaiona of course. Lakini kuna sheria ambazo za kuname. Ya kwanza, names can contain letters, digit or underscore. Kwa hiyo ndani ya jina ambalo unaweza ukalipa, unaweza kaweka namba au kaweka herufi au kaweka underscore. Underscore ni hii alama hii hapa. Kwamba hii ndio jina lako, unaruhusiwa kuweka chochote. Unaweza kuweka jina la kitu fulani katika namna yote ile ambayo utakayopenda kuweza. Inakuwa kwa Kiswahili, kwa Kiingereza, kwa kabila fulani, whatever the case. Name must begin with the letter or underscore. Kwa unapoanza kulipa jina lako mwanzoni kabisa, afu huku vingine ndio vinakuwa vinaendelea. Hapa mwanzoni kabisa lazima uanze na letters. Kwa unaweza kuweka a, hapo unaweza kuweka a au b. Unaweza insert a au insert let's say b, au unaweza insert c up to z. Kwa chochote unaweza kuanza nacho, au unaweza kuanza na underscore. Kwa unaweza kuanza na hii alama, afu baada hapo kuna vitu vingine ndio vinakuwa vinafuata. Kwa name must begin with a letter or underscore. Lakini nyingine anasema names are case sensitive. Kwa hiyo kwenye hizi naming zetu tunasema inakuwa inaangaliwa namna ambapo pia jina unakuwa umeliandika. Kwa mfano nikiandika name namna hii kwamba hii ndo let's say ndo jina langu ambapo ndo variables, na mwingine akaandika let's say name namna ile pale, tunasema hivi ni vitu viwili tofauti. Kwa sababu hapa zote zinakuwa ni herufi ndogo, ila huyu hapa herufi ya kwanza ndo inakuwa difference. Hapa ni herufi kubwa, hapa herufi ndogo. Kwa unasema hivi ni vitu viwili tofauti kwenye C++. Kwa names are case sensitive. Kwa kama zote ni herufi ndogo, basi unatakiwa jina lako, mbona variable yako yote inabidi iwe ni herufi ndogo. Kama ni herufi kubwa zote, basi inakuwa ni herufi kubwa. Names cannot contain white
space. Kwa hiyo ukaachanisha nafasi. Huwezi ukaandika kitu fulani alafu ukaacha nafasi ukaandika kitu fulani. No, tunasema names cannot contain white space. Kwa hiyo tunaandika yote ikiwa tumebananisha. Kwa hiyo zote inakuwa ni kitu kimoja. Kama jina lako yote inakuwa ni kitu kimoja. Kwa hiyo huwezi ukaacha na nafasi. Lakini kingine pia kwa tutazitumia sana hizi tutakapokuwa tunaandika kodi zetu, tutakuwa tunazitumia sana. Anasema reverse words cannot be used as names. Kwa yale maneno ambayo tayari C++ wanakuwa wanayatumia, huwezi ukayatumia kama nini, kama variables. Kwa mfano labda huwezi ukaipa variable yako jina ambalo ni int. Int tayari ni reversed. Int ni integers. Huwezi ukatumia char, huwezi ukatumia boot, tayari maneno yapo tayari yako reversed. Huwezi ukatumia cout, sin. Kwa reverse words cannot be used as names. Huwezi ukazipa hizo reverse words kama names. Tuchukulie mfano, kuna mfano mmoja tuichukulie ili tuweze kuelewa katika scenario namna ambayo hizi variables zinakuwa zinafanya kazi. Tuchukulie kwa mfano hii ndo basi. Katika hili basi kuna number of seats ambazo kuna 1 mpaka let's say 20. Hizo ndo seat ambazo zinapatikana kwenye basi. Sasa basi letu tunaweza kuwa tunachukulia mfano katika kama memory, tukachukulia katika memory. Kwa sababu tunasema kwamba nyama tunavyokuwa namna ambavyo hizi variables, kustore variable na kudeclare variable inakuwa inafanya kazi, tunakuwa na works na memory. Kwa hiyo tunakuwa tunafanya kazi na memory. Kwa hiyo tuchukulie kwamba hii basi tuchukulie ndio picha kama ya memory ambayo tunakuwa nayo. Kwa hiyo unaposema kwamba tuna declare variable kwamba tunataka labda same fulani katika memory tutunze let's say integers, no the same ambazo labda unafanya let's say booking, kwamba unaenda kwenye bus stations au kwenye sehemu ambapo wanakatia tiketi, unasema bana na hisi nitakuwa nachukua seat namba 1. Kwa hiyo labda kama let's say kesho gari naondoka, basi seat namba 1 ni ya kwangu. Kwa hiyo nasema kwamba ile kampuni nitakachokuwa inafanya ni kwamba namba 1 tayari itakuwa inakuwa tayari imeshakuwekea kwamba ukija kwamba ni kuna kitu fulani kitakuwa kinakaa au kuna mtu fulani atakaa kwenye hii seat. Kwa hiyo tunasema katika statement sasa ya programming tunasema that is declaration of variables, kwamba tuna declare variable, kwamba tunasema kwamba tutatumia let's say integers yetu, kwamba tutakuwa tuna integers yetu ambayo let's say thamani yake itakuwa inaitwa x, kwamba int x, kwamba tutakuwa tuna integers ambayo thamani yake inakuwa ni x. Kwa kwenye memory ina maana itawekwa nafasi ambayo itakuwa hiyo data x ambayo itakuwa ina nini, itakuwa inaingia. The same likewise kwamba tunafanya booking kasema baba seat let's say namba 12 itakuwa ni ya kwangu. Seat namba 12 mwingine labda akafanya booking kwamba seat namba 12. Kwa ni kwamba kwenye namba 12 haiwezi akakaa mtu mwingine isipokuwa ni yule ambayo wewe ambao umekuwa umefanya booking au ambao unasema bana mimi ndo itakuwa ndo seat yangu. Kwa hiyo tunasema ukideclare na yenyewe sasa kwenye corresponding to programming, katika ufanano wa programming ni kwamba ukideclare variable yako ni kwamba kuna sehemu fulani katika memory umeweka kuna 12, kuna sehemu fulani katika memory ambapo hiyo variable yako itakuwa ina nini, itakuwa inatunzwa. Kwa hiyo itakaa hiyo variable ambayo umekuwa umesema imekaa. Kwa labda kama itakuwa ni character basi itakaa character. Kama itakuwa ni integers itakuwa inakaa integers. Sasa na hizi numbers hizi 1 2 3 4 mpaka labda 20 tuchukulie kwamba hizo ndo address. Kwamba kwenye memory kitu ambacho kipo ndani yake inakuwa ni address. Kwamba kuna address fulani ambayo data yako inakuwa inatunzwa. Kwa unaposema labda int x kwamba nataka integers yangu ambayo inakuwa inaitwa x, jina lake linakuwa linaitwa x, basi kwenye sehemu katika memory ambayo kitu kinaitwa address ndio hiyo data itakuwa ina nini, inakuwa inatunzwa. Then unaweza labda tuchukue kwamba kwenye ufanano wa basi kwamba siku ikafika ukakaa. Kwa hiyo ina maana tayari ile seat ambayo unakuwa umeiweza kuifanya booking, na maana tayari unakuwa umekaa sasa. Kwa hiyo ina maana hapa tunasema kwenye memory sasa, katika ufanano wa memory sasa unakuwa ndio umeweka variable yako sasa. Umeshaweka hiyo thamani yako. Kwa hiyo unaweza kusema x lesson sasa na ngapi, na 40. Kwa hiyo mara kwanza ulikuwa unaitambua uwepo wake. Kama ndakuwa na variable ambayo ni x, it's like kufanya booking kama kwenye basi. Unaposema x ni sawa na 40, unaposema x ni sawa na 40, ina maana moja kwa moja unakuwa unaiweka ile thamani sasa ambayo unakuwa unaitaka, kwamba thamani yako ya x inakuwa ni sana ngapi. Kwa unasema labda int age, labda kuna mwaka fulani unataka utunze, unasema labda age ni sawa na 40. Kwa int age na maana ni kwamba una declare age ni sawa na 40, na maana huo mwaka sasa unakuwa umespecify. Kwa hiyo itakuwa katika hii picha hapa. Lakini pia unaweza kaandika sehemu moja ukadeclare integers yako na ukaipa thamani. Kwa badala ya kuwa na two lines kama tunaona hapa kwamba
una mstari wako wa kwanza na mstari wako wa pili, basi unaweza kucombine katika a single line kwamba ukasema int x ni sawa na 40. Kwa hiyo maana hapo ikachukuliwa kwamba una integers yako ambayo jina lake ni fulani, ambayo thamani yake inakuwa ni sawa na 40. Kwa hiyo ndo namna ambapo kwa kwenye hizi namba ichukulie kama ni address, lakini kuna namna mbili ambayo unaweza. Kwa hiyo kuna sehemu ambayo unakuwa una declare kama unataka kwamba thamani fulani itunzwe katika memory na kuiandika hiyo thamani ni kwamba ni sawa na kiasi gani. Kwa hiyo katika huku na ufanano wake ni kama booking na unakuwa unaenda kukaa kwenye ile seat. Kwa hiyo ukifanya booking na unaweza kufanya booking usiende. Kwa hiyo ina maana ile seat yako itakuwa tu iko empty. Kwamba hamna kitu kingine ambacho kinaweza kaa anaweza kaa pale kwa sababu tayari ni seat ya kwako. Kwa hiyo inakuwa katika hiyo picha. Kwa hiyo ukideclare int x peke yake na usipoweka thamani, ina maana tunasema inakuwa zinakaa garbage, kama ni value tu ambazo random ambazo zinaweza kaa pale vile. Inakuwa katika namna hiyo. Kwa hiyo tuone sasa katika kodi na mambo yote tunaweza tukaandika. To open our